Premium, products of Joy Millers. Ninafanyaga mpaka usiku, nikigeuka tu nishike simu, utaona tu post yangu iko na Raha Premium, because Mr. and Mrs. Julius Shomba na mke wake, wakati niliwajua, mpaka wa leo kanisa yangu inaitango kanisa ya nini? Yangu inaitango kanisa ya unga. Na hiyo hatu negotiate. Siwezi peleka mtu wako na jaa mbinguni, hata hawezi kunisikiza vizuri. When I came to know Mr. and Mrs. Shomba from Raha Premium, kuna unga yao ninapenda sana, wanajua inaitwa Mwevoko. Nikawaambia kanisa langu, every Sunday lazima widows, orphans na senior citizen waende nyumbani na chakula. Wakaniuliza, chakula unatoanga wapi bishop? Nikamwambia ni ile sadaka nimeokota. Akaniuliza, na wewe juu sasa sadaka ndiyo pesa ya wachungaji? Nikamwambia ninaendaga kazi saa 9 ya usiku na ninalima, niko na shamba na uzaga viazi, ndoo saa hii ni 800. Kwani mnacheka? Ni vibaya kuuza viazi, mnataka nipeane? And through Raha Premium ndio nikajua Ken, because Ken at first we met mahali kijana wa Embu alianguka na pikipiki, maziwa yake yote ikamwagika. Bad state of the road at that time. And when I saw that story, mimi hata sikustuliwa na yeye kuanguka, na sikustuliwa na pikipiki, nilistuliwa na stock. Sababu maziwa huwezi okota na huwezi iramba, already imeenda chini. And I said, mimi nitasaidia huyo kijana apate stock yake tena. And when I was going there, because in Embu I have 4 students that I sponsor in Kangaru. Niko na watoto 4. Mmoja ni ule mlikuwa mmeachilia apeleke Jogoo ikiwa school fees. But I thank God he's now in Form 4. So I've been in Embu from Form 1, akiwa Form 1, sasa ako Form 4. Kwa hivyo mnaona hiyo barabara nimekuwa nikija, niko na watoto 4 hapo Kangaru ninasomesha. Wakati nilikuwa nakuja, nikasema nataka kukutana na huyo mzee mwenye alisema atasaidia huyo kijana na atajenga hiyo barabara imemwangusha. Na hiyo barabara ilifanya vizuri, kwa sababu hiyo barabara ilijengwa na siku ngapi? Kwani nyinyi si wa Embu? Hawa wengine ndio nasema wamekuja kukula. Hiyo barabara ilijengwa na 24 hours. Na ikatuonyesha the difference between politics and leadership. Because there is a difference between politics and leadership. Politics, it's what can I do for you. Leadership is how can I do it. Are we together? And that is why huwa nazuia sana mimi kuwa bishop. Natakaga niwe kiongozi, so that I won't wait for the government to come and give bursaries ndio watoto bright in JCM wasome. Mimi nakujaga kwenu, naitisha 100 hapa, Shomba ananipeaga 100, bibi yake ananipea 50, Baby Top ananipeaga 100, Kabundi hajai nipea hata trip ya bure, ni kama haonagi nini ninafanya. Nikiokota hiyo pesa yote ninapeleka shule. Right now we have 233 students wa kanisa letu. Na Ken ni mmoja wa wale wanasomesha watoto wagani? Watoto hao including the online church needy bright students. So that time I met Ken. When I met Ken, akaniuliza, how do you manage kupeana kafagara kwa washirika wako? And yet sisi wanabiashara na wanasiasa tunashindwa kuipeana. Nikamwambia, giving is not about what you are giving. It is about, number 1, the attitude. Number 2, love. Because when giving, you do not only give money. Like, for example, myself, I don't have a lot of money, but I have a big influence.
So how do I use my influence to salvage a certain situation? Mimi sina pesa, mdhoni hata ndiye akona mingi. Kabu amesema unanimekea 1,100. Asante. Dongo piga order ya unga itoke factory. 10% para giatia. Mudhoni. Na riu mudhoni umenya haria wikaire ungenda nyino kena mana. Je murahe cigana igana tatigia meri. Na nduhutĩtie mũndũ na guoko. Praise the name of the Lord. I told Ken, when giving back to our society, you don't just give, you give out the best. Are we together? You give out the best. I wouldn't give unga ya shilingi 90 kwa sababu ati napeana, no. Wacha yeye mwenyewe huyo nimepee aende aseme huyo mchungaji amenipea unga, na hakunipea tu unga, amenipea Kavagara. Quality and the best. Wacha niongee kwa sababu I'm the brand ambassador. Then the next visit alitumana lori factory pale Kutus, akaniambia umenifunza kitu cha maana sana, that not only giving out but giving out the best. Akaenda kunaitwa nani, Kimangaro, na hiyo mtaa yote aliipatia unga ya Kavagara, and from that time hanunuagi unga ingine, kwa sababu nilichange mentality yake. Where am I driving to? A lot of people seated here utatubadilisha mawazo sana leo. Mimi hata najua umechallenge watu wengi sana hapa. Number one, from the leadership hierarchy of Embu, mimi najua umeanza kufungua watu macho. Na wacha niwaambie watu wa Embu, kwa sababu Ken ataanza kupigwa. Wakenya hawapendagi kitu kizuri. Wakenya hawapendi kitu kizuri. Wacha nikwambie, Wakenya ukisikia Wakenya wakiambiwa nini wale watu wanafanya pale, wanapewa maziwa, utaona watu 8 peke yake. Lakini wacha lori ya pombe ianguke pale, utawakuta wengine wana filter baka na nguo. Wakenya ni wale watu hawawezi chungulia mtu kama amegongwa na gari, lakini watachungulia bomu ikilipuka. Na utamputa nini hapo, ni guruneti imelipuka. Huyu kijana watu wa Embu. And remember, I have a very strong bond with Embu personally. Na unaona kwanza mpaka Embu ndiko mdosi wangu alitolewa na Shomba. Shomba alienda hivyo. So Embu ni nyumbani. Msikubali Ken apigwe. Kwa sababu sasa Ken ataangaliwa na macho ya siasa. And I don't know kwa nini wanasiasa wa Kenya wanaogopanga mwananchi mwenye anafanya kazi. Number 2, hata Ken akitaka siasa, it is democratic right as a Kenyan. Akitaka. Hiyo ni akitaka. Hiyo ni. Lakini saa hii msikubali mradi wake wowote uingiliwe kwa sababu itasemekana ni siasa. Mimi ninampeanga miti ya avocado alete, lakini mimi sihitaji siasa. Mimi siko katika siasa, hata sitaki kujua kama tuko na Wamnyoro na tuko na ama nini, I don't care. Mimi kwenye nawapeleka nina huku. Mimi kwenye nawapeleka, mimi I don't care. As long as nyinyi mnaridhika ama hamridhiki, si nyinyi mnaamkanga. So kama mnaridhika ni sawa, kama hamridhiki si nyinyi mnaamkanga. So mimi na nyama zaka juu, hata mimi najua kama nimeridhika. Si sasa nikikwambia nimeridhika ama sijaridhika utanisaidiaje? Na mimi ndio nilijiamsha nikaenda kwa laini. Si hata nyinyi ndio mnatungaga nyimbo za siasa. Tuko kila tene. Haya, sasa nyinyi ndio mnajua kama kuamka mapema ilikusaidia ama wale wengine hatupangwingwi. Hatupangwingwi. Sasa nyinyi ndio mnajua kama ilifanya kazi. Are we together? But there is something I want us to protect. Men and women of integrity who cares about the society, either with national government resources or not. And especially those who do it from the heart. Praise the name of the Lord. Those who do it from the heart.
Na nimewaambia tena, utasikia tu huyo ni siasa anataka. Huyo ni sasa. Mimi kupeana unga hapa tu Ruiru, naambia yangu anataka siasa. Unga tu. Sijui nikipeana nyama nitaambiwa nataka nini. Na ni unga tu. Na mimi sina shida, ni sadaka tu. Ninasema wacha nijinyime, mtoto wa maskini asome. Mimi sikusoma, lakini hata nikuja kunisaidia. Nikiangalia wamama wazee, na ni wale tu nyinyi mnaachilianga. Ukiwa Nairobi, meza yote ni mablacks nini, kama ile Muthoni ananunuanga ya 20k. Mpaka ingine inakujaga inaasha moto. Lakini mama yako ndiye niko naye kanisani, ninamzuia asiende kukopa. Na wewe akikupigia simu ukiwa kwa baa unasema huyu ni Maadhi anapiga, najua venye nataka nitampigia baadaye. Sasa mnaanza kuinama kwa nini? Why are you betting your faces? Ni kama hamjui. Na utakuta tu huyo peke yake nikipea mama yake unga atanipiga tu. Praise the name of the Lord. But I came here with one reason, people of Embu. You have begun opening people their eyes. Na sio lazima uwe kiongozi ambaye amechaguliwa ama hajachaguliwa ili kuonyesha watu njia. Ken is leading by an example. I have never seen someone anapenda kijiji chake hivyo. Anytime ukikaa na Ken hata anakubo. Embu. Siku nyingine alinipea stories za Embu akaona kama sijaridhika. Sasa ndio nimsikize, akaenda Embu akajenga kanisa yangu. Na akaniita. Ati sasa ndio Embu iniingie. You know, someone who is passionate not only for Embu but those people that are seated there without hope. Those people seated there without hope. Yeye ameketi chini anafikiria. Nilimuuliza juzi, nikamuuliza Ken, kwa sababu sasa hii factory tunaijenga na unaniambia usiku na mchana niombe. Juu kazi ya Ken sio kitu kingine. Mimi kazi yangu naambia kwa Bishop amka uombe. Siku nyingine akakuwa na medical challenge kidogo tu, kaniambia amka uombe. Juu nikamuuliza Ken, si uachane na factory kwanza umese dawa. Akaniambia tengeneza omba. Lakini siku nyingine nikamuuliza Ken, hujui kuomba hata the Lord's Prayer? Surely, even kusema the Lord's Prayer, our Father. Akaniambia Bishop, hiyo ni kazi yako. Na nikamuuliza na yako ni kujenga factory, niandike vijana wa JCM. Sasa akisema hivyo unanyamaza. But when I was thinking about Ken, sitaki kuchukua muda mrefu, najua tumechukua time mingi.